Okay, nina Biblia hapa. Nina Biblia, then nina peni hapa. Okay. Just take Biblia kama Biblia, jinsi tunavyoitambua. Lakini hii peni chukulia ni kama sigara au msokoto wa banki au madawa ya kulevya. Yeah, kitu kama hicho. But hivi unatambua kwamba neno addiction, nikizungumzia neno addiction, wewe unalichukulia katika upande gani? Kuna pande mbili, ingawa watu wengi sana tukisikia neno addiction huwa tunalitizama katika upande mmoja tu. Huwa tunatizama kwamba ukizungumzia kwamba mtu yuko addicted, huwa tunachukulia ni kama ni mtumiaji wa madawa ya kulevya. Kama sio mtumiaji wa madawa ya kulevya, labda ni mtu ambaye amebi addicted na mambo ya kubeti au kamari, au naweza nikasema ni kwa vijana wenzangu, wale wazee wa gamers. Hawezi ikapita siku lazima apige football pale. Kama sio football lazima apige FIFA pale. Kwa huwa tunachukulia katika upande huo kwamba ukizungumzia addiction, lakini neno addiction lina upana wake na lina uwanda mkubwa sana, na limegawanyika katika pande zote mbili. Kuna upande wa positive addiction, lakini pia kuna upande wa negative addiction. Lakini ile tunaita mob psychology, wengi tunajua sana, huwa tunatafsiri neno addiction kwa upande wa negative, kwa upande wa negative. Lakini tambua ya kwamba kuna mtu mwingine hawezi akavusha siku pasipo kupata knowledge kutoka katika Biblia. Lakini pia yawezekana sio kutoka katika Biblia. Kuna mtu mwingine hawezi akavusha siku pasipo kupata knowledge kutoka kwenye vitabu vya saikolojia. Let's say kama kitabu hiki hapa, Eat That Frog. Kuna mtu mwingine all the day anaweza akafocus kwenye matumizi ya nini? Matumizi ya simu. All the day unakuta ameconcentrate kwenye nini? Kwenye simu. Hicho kitendo kwa namna yoyote ile. Kuna mtu mwingine hawezi akavusha siku pasipo kutumia msokoto wa bangi. Hiyo yote tunazungumzia ni kwamba ni addiction katika sehemu zote mbili. Inaweza kuwa ni upande wa positive, lakini pia inaweza kuwa ni upande wa negative. Okay, sasa tunapozungumzia addiction kwa maana ya kiujumla ni uraibu wa kitu fulani au jambo fulani ambapo mtu anashindwa kutolifanya lile jambo hata kama anatambua ya kwamba lina madhara au halina madhara. Lazima kwa namna yote aweze kulifanya lile jambo, na tushazungumzia kwamba hilo jambo linaweza likawa in two sides. Inaweza kuwa in two sides, inaweza kuwa in negative na in positive way. Lakini siku ya leo natamani tuweze kujifunza namna gani unaweza kutengeneza ile positive addiction, yani kwamba mtu anakuwa na hali fulani hivi, yani kwamba lazima ukasome kitabu, umeona, lazima nikasome Biblia, umeona, lazima nikafanye mazoezi. Yani unakuwa na ile feelings ambayo inakuwa inakuongoza. Unashangaa ni malengo uliyojiandikia wewe mwenyewe, unasema lazima mpaka niyatimize malengo yangu, mpaka unajikuta unakuwa na ile hali ya kutaka kutake action kwenye vitu vyako. Sasa ni vitu gani vya muhimu ambavyo inabidi tuvitambue mpaka tuweze kuwa na positive addiction? Yani mtu unakuwa na positive addiction, achana na ile ya kuvuta bangi, sijui kufanyaje. Okay, it's just ni addiction nao, lakini pia tuangalie kwa upande wa pili kwamba unaweza kuwa na positive addiction. Kitu cha kwanza ni tambua kwanza unahitaji nini kwenye maisha yako. Tambua ni kitu gani ambacho unakihitaji zaidi kwenye maisha yako. Tambua mipango yako, tambua ni sehemu gani ambapo unatamani uweze kufikia kwenye maisha yako. Ukisha tambua ya kwamba wewe unahitaji kuwa nani, utakuja ku unlock ile mental power, tunasema mental power, au utakuja ku unlock ile nguvu ya akili yako, kutengeneza creativity ya kitu fulani kwenye akili yako ambayo itakufanya itengeneze ile sense ya kwamba sasa unakuwa na ule uwanda mpana wa kuweza kufikiria kuhusu nini? Kuhusu malengo yako. Sasa ukiwa na ile tabia ya kuweza kufikiria kuhusu malengo yako au kufikiria kuhusu kitu fulani ambacho unataka, tabia fulani ambayo unataka kuitengeneza juu yako, ile namna ambavyo ubongo mara ya kwanza utafikiria, mara ya pili, mara ya tatu itakuja kutengeneza kama kitu ambacho kinakuja kustack kwenye ubongo, ambapo as the time go ndio inakuja kutengenezeka kama akili kama tabia sasa kwenye ubongo wako, kwamba ubongo unakuwa na urahisi wa kuweza kufikiria lile jambo.
Umeona? Kwa hiyo kitu cha kwanza tambua kwamba unahitaji nini kwenye maisha yako, au unahitaji kutengeneza tabia gani. Umeona? Lakini pia kitu cha pili ni anza kidogo kidogo. Anza kutengeneza tabia. Unataka labda tuseme unataka tabia ya kuanza kufanya mazoezi kila siku. Umeona? Anza kidogo kidogo. Usitake kwamba eti unataka uanze kufanya mazoezi labda kupiga push up unataka mpaka upige 50, unataka upige 100. No, piga 10, piga 15, imeisha hiyo. Piga ngapi? Au unataka uanze kusoma kitabu, usitake kusoma eti kitabu kimoja kwa siku moja, hautafanikiwa. Umeona? Na hautaweza, itakusababisha uweze kuquit mapema, yani utaacha mapema, yani utakuwa na yani mtu unayeanza na kuacha. Kwa hiyo unaanza kidogo kidogo, ukisoma peji moja, ukisoma peji mbili, hiyo imeisha. Kwa hiyo namna jinsi unavyo labda umesoma peji moja, umesoma peji mbili, inatengeneza ile tabia ambayo kwamba kila siku labda leo umesoma, kesho umesoma, kesho kutwa umesoma, hivyo si ndio hivyo. Itakuja kutengeneza tabia ambayo sasa ikifika kesho kutwa utaona kama vile ubongo wako unahitaji uweze tena kufanya kile kitendo ambacho ulifanya jana, vile namna kama ile ile. Na kuna muda mwingine sasa itakutengenezea ile hamasa ya kutaka kuendelea zaidi. Kama ulikuwa unasoma 2, utashangaa umeendeleza kidogo, unaweza kushangaa 3, 4, 5, 6 na kuendelea. Kwa anza kidogo kidogo. Kitu cha pili, consistency ni kitu cha muhimu sana katika vitu vyote. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa DG, nazungumza wengi labda kama utakuwa unafahamu, anaitwa Dennis Gavola. Anapenda sana kusema kwamba consistency na discipline ni kitu ambacho ni very important katika kila sehemu ya maisha. Rafiki yangu huwa ananiambia kitu kama hicho. Consistency, uthabiti ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha. Lazima uwe na consistency kwenye kila kitu ambacho unakifanya. Umeona? Kwamba umeanza kidogo kidogo, usitake kufanya leo, kesho umeacha, kesho kutwa unafanya, kesho kutwa tena umeacha, hivyo. No, umeanza kidogo kidogo, basi take ile consistency, ndio itakusaidia uweze kutengeneza ile sense ya kuwa addicted ya kufanya kile kitu kila siku. Lakini pia kitu kingine bwana, jipongeze mwenyewe. Ukiona kuna baadhi ya mafanikio tumeanza kutokea kwenye maisha yako, jipongeze mwenyewe. Ile itatengeneza hamasa ya ubongo pia kuweza kutengeneza ile sensi kila siku ya kutaka kupata kile kitu ambacho ulikuwa unakisoma. Maybe ni jana ulikuwa unasoma, maybe ulikuwa unafanya ni mazoezi, maybe ulikuwa unasoma ni Biblia, maybe ulikuwa unafanya ni kitu chochote kile ambacho unaona ni kipo in positive way, maybe ulikuwa unafanya ni kazi fulani hivyo. Kila siku unatamani wewe unafanya ile kazi. Unavyozidi kujipongeza, basi ubongo wako unakuwa na upana na uwanda mpana sana wa kuweza kutafsiri lile jambo. Kwa hiyo jipongeze mwenyewe bwana, usijibanie, mafanikio yako ni yako mwenyewe. Lakini pia kitu kingine, makosa yapo tu, lazima utakosea. Kwa hiyo usijilaumu kwa makosa yote ambayo yanatokea, lakini jifunze. Kama utakuwa umekwama kidogo, jifunze katika hayo, lakini pia endelea mdogo mdogo hivyo. Unashangaa umetengeneza kitu ambacho imekuwa ni kama addiction kwenye maisha yako, ni kwamba huwezi ukafanya kitu fulani, yani siku haiwezi kapita yani kama hujafanya hicho kitu. Yani siku haiwezi kapita, lazima uweze kufanya kitu fulani. Tunasema ready, start winning today to build better tomorrow. If you learn more from this, comment, share, subscribe and see you.